Haleluya. Ni tarehe nyingine tena ambayo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ninaendelea na mafundisho ambayo Roho Mtakatifu alinifundisha kwa ajili ya kulijenga kanisa, nalo ni kanisa la Pentecost. Ni mambo ambayo ni ushuhuda mkubwa au ushuhuda mzito kwa ajili ya kanisa la leo, nasa kanisa la Pentecost. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ananipa hayo mambo kwa ajili ya kanisa la Pentecost. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa mara nyingine tena. Naomba unitie nguvu, unisaidie niweze kunena mambo haya yanayotoka kwako, ambayo hayatoki kwa mwanadamu. Mimi umenitumia tu kama chombo ili kuyaleta mambo haya ya rohoni. Ninaomba haya na kuamini katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Siku ya leo nitafundisha somo linalosema marekebisho ya vitabu ulivyoandika mwanzo. Manake Roho Mtakatifu alikuwa ananipa marekebisho ya vitabu nilivyoandika mwanzo. Tangu nilipoanza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu na kunipa vitu mbalimbali, basi nikavigawa katika makundi mbalimbali na nikaanza kuandika vitabu. Manake baada ya kuandikishwa kuwa Mkristo mwaka 1994, miaka michache kuanzia mwaka wa 2000, ndipo nilipoanza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu akinifundisha mambo mbalimbali. Kwa hiyo kabla sijaendelea kusoma mambo hayo yanayohusu marekebisho ya vitabu nilivyoandika au rasimu za vitabu nilivyoviandika, basi nisome neno la Mungu kama msingi wa somo langu la jioni ya leo. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26, nami nasoma kama ilivyoandikwa. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni mwalimu, hutufundisha. Kwa hiyo naposema Roho Mtakatifu amenifundisha jambo hili na hili, au Roho Mtakatifu amenikumbusha jambo hili na hili, au Roho Mtakatifu ameniambia jambo hili na hili kwamba litatokea, maana yeye pia usema mambo yajayo, au kwa nguvu ya Roho Mtakatifu
anaweza kumtumia mtu kutabiri mambo yajayo. Kwa hiyo kwa msingi huo ni kwamba Roho Mtakatifu utufundisha. Ukiwa umeokoka ukajazwa Roho Mtakatifu, ndipo Roho Mtakatifu atakufundisha. Kwa hiyo kabla sija anza kusema mambo haya au vipengele hivi vya marekebisho ambavyo Roho Mtakatifu alinifanyia marekebisho rasimu za vitabu vyangu ambavyo vinapata kama vitabu 5, nitakwenda kuzungumza kidogo juu ya vipengele ambavyo Roho Mtakatifu aliviita mkataba kati yangu na yeye, au mkataba kati ya Mungu na mimi. Nazungumza kwa kifupi, ni kipengele ambacho kilibakia katika mfululizo wa vipengele vya mkataba nilivyofundisha kwenye vipindi vingine. Kwa hiyo ninaendelea na vipengele hivyo vichache, alafu baadaye nitazungumza juu ya marekebisho yaliyofanywa na Roho Mtakatifu katika rasimu za vitabu nilivyoviandika kuanzia mwaka 2000 mpaka 2020. Kipengele cha mkataba ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ananipa, anasema hivi: nimesikia watu wanasema, Mungu gani huyu? Huyu si Mungu Bwana. Hiki ni kitu kingine kabisa. Sina habari na hao watu. Roho Mtakatifu anasema, nimesikia watu wanasema, Mungu gani huyu? Huyu si Mungu Bwana. Hiki ni kitu kingine kabisa. Sina habari na nao hao. Kwa hiyo sasa niseme kwamba kwa mafunuo ambayo Mungu ananipa ni kwamba kanisa liko kwenye ukame. Kwa hiyo unapoeleza watu kwamba Mungu amesema na mimi jambo hili na hili, na nimeandika kitabu au vitabu, watu wanaanza kunong'ona. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasikia sasa, ananipa taarifa, anasema hivi: nimesikia watu wanasema, Mungu gani huyu? Huyu si Mungu Bwana. Hiki ni kitu kingine kabisa. Sasa Roho Mtakatifu anasema, sina habari nao hao. Kipengele cha pili cha mkataba, Roho Mtakatifu anasema hivi: nimeambiwa usajili wako utakuwa wa kudumu, lakini utachukua muda mrefu, maana utakuwa na vitu vingi. Mungu anapanga mwenyewe atafanya nini na ni wapi na ni wakati gani. Kwa hiyo Mungu alinipa kusajili kanisa la Kipentekoste. Na kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ninabeba mambo makubwa. Siwezi kukaa kwenye nembo ya mtu au nembo za watu au kanisa lenye usajili na askofu wake na kiongozi wake, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua shida yake, kwamba wewe huwezi kuwa msemaji wa maono ya mtu. Kuna watu wamepewa maono, na mimi natoka kwenye kanisa kubwa la mtu ambaye au watu ambaye walipewa maono na Mungu miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo wana taratibu zao, wana miongozo yao, na wana kiongozi wao. Kwa hiyo Mungu si Mungu wa vurugu. Kwa hiyo anapompa mtu mambo makubwa, manake anamtaka atoke. Roho Mtakatifu ananiambia
ni wakati wa kutoka, kwa sababu Mungu anakupa vitu vingi. Wewe hutakuwa msemaji wa kanisa hilo ambalo upo. Maana unatakiwa uwe na nembo yako, na Roho Mtakatifu alinipa jina la hilo kanisa ambalo aliniambia kanisa hilo litaitwa Kanisa la Baki na Mungu. Kwa Kiingereza, Stay with God Church. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ananiambia kwamba nimeambiwa usajili wako utakuwa wa kudumu, lakini utachukua muda mrefu. Haijulikani ni miaka mingapi, lakini nishaanza taratibu. Maana utakuwa na vitu vingi. Mungu anapanga mwenyewe atafanya nini na ni wapi na ni wakati gani. Jambo lingine au kipengele kingine cha mkataba, wakati wako utakuja. Roho Mtakatifu anasema wakati wako utakuja, utafanya kazi vizuri. Kipengele kingine, Roho Mtakatifu anasema huwezi kufanya kazi peke yako. Shirikisha wengine katika huduma hii. Ndio maana na rekodi vitu hivi, ndio maana naandika majarida, ndio maana naandika vitabu, ili kuwashirikisha wengine, kuwashirikisha watumishi wa Mungu wengine. Huduma hii sio huduma ya kuleta vita, ni huduma ambayo inahitaji ushirikiano, ili kanisa lione linaambiwa nini na lifanye marekebisho na lisonge mbele, nalo ni kanisa la Kipentekoste kama nilivyoagizwa na Roho. Kipengele kingine cha mkataba nasema usiombe watu ovyo ovyo. Uwe na tahadhari, maana wanadamu wameharibiwa na shetani. Usiombe watu ovyo ovyo, uwe na tahadhari, maana wanadamu wameharibiwa na shetani. Kipengele kingine, andika vitu vya kupimika. Mungu anakuita kutumika katika mstari ulionyoka. Roho Mtakatifu anasema tamani sana kuona watu wanafunguliwa, watu wanatembea vizuri na wanaongea vizuri. Roho Mtakatifu anasema hivyo ni vipengele vya mkataba kati ya mimi na Mungu, ambaye alikuwa ananipa maono au ananipa mwongozo wa kazi. Roho Mtakatifu anasema Mungu hana utani na mwanadamu. Yeye hajawahi kufanya utani na mwanadamu. Yeye anasimama peke yake kama Mungu. Kipengele kingine, Roho Mtakatifu anasema ng'ombe hutii amri yanayemwongoza. Tii maelekezo ya Roho Mtakatifu, maana yake ninaelekezwa mimi. Usiwaze kuwa, Roho Mtakatifu anasema usiwaze kuwa sijui nitakuwa nani, maisha yangu sijui yatakuwa vipi. Wewe simama vizuri, ombea watu vizuri, tembea katika hali nzuri. Roho Mtakatifu anasema nyuni wa angani wanaelewa sana kwamba wakati huu ni wakati gani. Sasa usiamini, amini kwamba kuna vitu fulani. Penda kuomba katika Roho. Roho Mtakatifu anasema wito wako ni wa uinjilisti wa kutembea, uinjilisti wa miujiza na ishara. Utakuwa mwinjilisti wa kutembea maeneo mbalimbali. Mungu anakuandaa kuwa mwinjilisti. Utakuwa na mambo mengi sana, yatatimia kidogo kidogo. Tii sana sauti ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema ukimimina baraka kwa watu, kweli zinakuja. Miujiza na ishara ni kazi ya Mungu, sio kwamba unatenda wewe. Roho Mtakatifu anasema hivi ni vipengele vya mkataba niliokuwa napewa na Mungu. Wewe ni mtu wa hivi karibuni, lakini umewekeza vitu vingi sana katika Mungu. Umeamini, ukatii na ukafanya. Usihamishe madhabahu, usipandikize vitu vibaya. Roho Mtakatifu anasema hubiri injili safi, simama imara,
Usisikilize vitu vibaya vya watu wengine, vitakupa shida rohoni. Roho Mtakatifu anasema, pandisha bendera ya Yesu Kristo katika taifa la Tanzania. Roho Mtakatifu anasema, wewe utakuwa mpatanishi wa watu. Ukifika mahali, patanisha watu, usipoteze muda wako. Usikilize sana sauti ya Roho Mtakatifu. Roho, narudia sentensi hiyo. Roho Mtakatifu anasema, wewe utakuwa mpatanishi wa watu. Ukifika mahali, patanisha watu, usipoteze muda wako. Usikilize sana sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ananipa pia kazi nyingine, kwamba nitakuwa mpatanishi wa watu. Nitakuwa mpatanishi wa watu. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa ananiambia kwamba kwa asili watu hawatasadiki kama Mungu amesema na wewe. Kwa asili manake watu wanaangalia umbile la mtu, umbile langu ni dogo. Wanaangalia elimu ya mtu, elimu yangu ni ya kawaida. Wanaangalia mali ya mtu au tajiri, mimi sio tajiri sana, ni mtu wa kawaida, nina kipato cha kawaida. Kwa Roho anasema kwa asili watu hawataamini kwamba Mungu amesema na wewe, lakini Mungu amenipa jukumu hili kama unabii, kwamba nitakuwa mpatanishi wa watu. Nitawapatanisha watu, nitasema maneno ya kutoka kwa Mungu, watu watapatana kwa lengo la kufanya kazi pamoja kwa madhehebu mbalimbali ya Kipentekoste. Linda ulimi wako. Roho Mtakatifu anasema linda ulimi wako. Roho Mtakatifu anasema usisambaze vitu vya Mungu bila utaratibu wa kimungu. Roho Mtakatifu anasema niamini mimi, usiamini wanadamu. Muamini aliyekutuma kufanya kazi yake, kwamba yupo na anatenda. Roho Mtakatifu anasema Mungu anakutabiria vitu vifuatavyo. Ukisaidia watu utapata zaidi. Wape watu vitu, utapata vitu zaidi. Wape watu vitu, utapata baraka. Mungu huwa anaangalia vitu hivyo. Roho Mtakatifu anasema ninakataa roho ya upinzani inayoinuka. Nimeona roho ya upinzani imekufanya kama vile unafanya vitu vyako binafsi. Watu wanaandika vitu, huyo hafai kabisa. Ninakuombea baraka kwa Mungu. Sasa sikia, kuna watu wanasema hivi, umeharibu kanisa, umeleta sijui vitu gani na nini na nini. Huyu alikuja tu kuleta ugomvi hapa, wala kuwa na chochote cha kusema. Unda kundi la watu wa kuombea kazi zako unazozifanya. Roho Mtakatifu anasema ninakabidhi vitu vingi kwako kwa sababu ya uaminifu wako. Uaminifu, unajua kulea, unajua kutunza. Simama imara, usikie sauti ya Mungu. Kuna wajumbe maalum toka kwa Mungu, watakuwa wakisema na wewe. Ni nguvu tu ya Mungu inayosikika. Wewe sema tu, Mungu akubariki. Roho Mtakatifu anasema shetani ni mwongo sana. Alikuambia utakwenda sijui wapi na wapi. Mungu amekuandalia vitu vizuri. Mungu amekuandalia vitu vizuri sana. Roho Mtakatifu anasema usipande mbegu mbaya kwa watu. Wakati wako utakuja tu, vitu vyako vitakwenda. Roho Mtakatifu anasema kutana na watu mbalimbali waliojaa nguvu za Mungu. Utaomba nao,
utasema nao. Roho Mtakatifu anasema wakutanishe watu waliojaa nguvu za Mungu, waombe ili kupata matokeo ya kimungu. Roho Mtakatifu anasema ibada zako zitakuwa na nguvu sana, maana Mungu anatawala. Roho Mtakatifu anasema usiseme mimi ni mtabiri, ingawa wewe ni mtabiri. Usijitangaze, usiseme vitu vya kujisifia. Roho wa Bwana atakuwa na wewe. Roho Mtakatifu anasema Mungu amekupa majina yanayobeba huduma yako. Haina maana kwamba utakuwa unatembea na hayo majina kila wakati. Zabuloni manake waliokombolewa, Barnaba manake aliyesukuma mbele injili, Isaka manake nifanyie baraka, Samson manake taifa kubwa, Daniel manake bila Mungu hutaweza, Abdoni manake katika hayo Mungu yu hai. Roho Mtakatifu anasema kitambaa chako simpe mtu, pia usitumie kitambaa cha mtu, maana kitambaa ni kama vile vinaongea. Roho Mtakatifu anasema uwe makini sana ulimwengu wa roho, maana ulimwengu wa roho na watu wengi sana. Unaweza kupokea kitu kisicho sahihi. Usiwe na kiburi, usijiamini kupita kiasi kuhusu mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu anasema utakuwa ukifanya utafiti kuhusu wanawake na wanaume, kuangalia mambo haya. Wangapi wanaomba katika roho? Wanajua kuomba? Sina maana kwamba hawajui kuomba. Wakiwa wanaomba wameandaa vitu gani? Roho Mtakatifu anasema Mungu amekupa katiba, ni katiba yako, ni katiba ya watu pia. Roho Mtakatifu anasema kitabu ulichoandika cha historia yako, hiyo ndio katiba yako, utakiboresha zaidi. Roho Mtakatifu anasema kitabu ulichoandika cha historia ya Singida, ulishahidi kitauzwa na kusaidia wahitaji, utekeleze ahadi yako. Roho Mtakatifu anasema Tariso manake ni mahali walipokutana watu kwa ajili ya mambo ya Mungu. Utakuwa na Tariso yako, ni Tariso ya watu pia. Roho Mtakatifu anasema utaandika vitabu mbalimbali. Kitabu cha ukombozi kiandikwe kushirikiana na watu wa Mungu mbalimbali ambao Mungu amesema nao kuhusu kanisa. Ni kanisa linaandikiwa, si mwanadamu. Roho Mtakatifu amekufundisha kanuni za uandishi wa vitabu. Wafundishe na wengine. Unapoandika vitabu, wafundishe na wengine. Unapoandika vitabu, unazingatia mambo haya. Moja, kiini chake. Kwa nini unaandika kitabu? Mwandishi ni nani? Kitakuwa na maana gani? Ni kwa sababu gani unaandika kitabu? Unataka nini? Ukipata matokeo, unataka nini? Ukipata mabadiliko, unataka nini? Ukipata mafanikio, unataka nini? Mwisho watu watafanya vitu kwa usahihi. Kwa hiyo nimezungumza kwa haraka juu ya mkataba ambao Roho Mtakatifu alikuwa ananipa namna ya kufanya kazi ya Mungu kama Mpentekoste. Lakini nataka nikazie kipengele hiki. Roho Mtakatifu aliniambia washirikishe watumishi mbalimbali ambao wamesikia sauti ya Mungu kutoka maeneo mbalimbali, kwamba wamesikia nini, wamesikia kanisa linaambiwa nini, na mtaandika kitabu kinachoitwa kitabu cha ukombozi. Mtaandika kitabu cha ukombozi. Kwa hiyo kitabu hicho
manake kinaandikwa mambo ambayo Roho Mtakatifu anazungumza kwa kizazi chetu cha leo, cha karne hii ya 21. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo ambalo litakuwa liko kwenye utafiti. Kwa hiyo baada ya kueleza mambo haya kwa kifupi, niende sasa moja kwa moja kwa muhtasari kueleza jinsi Roho Mtakatifu alivyo nisaidia kurekebisha rasimu za vitabu nilivyoandika. Baada ya kupokea mambo mengi sana ya kimafunuo kuhusu taifa la Tanzania, nikawa nimeandika rasimu inayosema Mungu asema nini juu ya taifa la Tanzania. Na mambo ambayo nilikuwa nimeandika ambayo ni ya utimilifu wa kinabii, jinsi Mungu alivyokuwa anasema na mimi kuhusu taifa la Tanzania, ilikuwa ni uwepo wa gesi asilia. Hilo likatimia. Na mambo ya siasa na uchumi na zao la alizeti kwa maana ya uchumi, tiba ya babu wa Loliondo, changamoto baada ya utawala wa awamu ya 4. Haya ni mambo ya kiufunuo. Utawala wa awamu ya 5 ya hayati John Pombe Magufuli na kifo cha Nelson Mandela. Kwa hiyo niliandika kitabu hicho kikiwa na vichwa vya hayo masomo. Manake nilikuwa ninaandika mambo ambayo Mungu alikuwa anasema na mimi juu ya taifa la Tanzania, nayo yakawa yametimia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alinirekebishia kitabu hiki, akaniambia kitabu hicho kiwe na kichwa kinachosema hivi: Mungu asema na watu, badala ya kuandika Mungu asema nini juu ya taifa la Tanzania. Na vitu vingine pia ambavyo nilivizungumza ndani ya kitabu hicho pia Roho Mtakatifu akaniambia nivitoe. Roho Mtakatifu alikuwa akinikumbusha pia niandike historia ya Martin Luther kama mwana matengenezo wa karne ya 15 kuelekea 16, mwana matengenezo ya kanisa. Wachungaji ambao wameenda vyuo vya theolojia wanajua historia ya kanisa, na habari za Martin Luther pia zimeandikwa katika vitabu mbalimbali vya kumbukumbu kama historia. Kwa hiyo wakati naandika habari za Martin Luther, niliweza kuingiza pia habari za wana matengenezo wengine wa karne ya 16. Lakini Roho Mtakatifu aliniambia kitabu hicho ukipe kichwa cha habari kinachosema historia fupi ya Martin Luther, na uandike habari za Martin Luther peke yake. Uandike habari za Martin Luther. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akaniambia kwamba uandike kitabu hicho, uandike historia fupi ya Martin Luther na uelezee historia fupi ya Martin Luther kwa kifupi. Lengo lake ni nini? Ni kulikumbusha kanisa kwamba kuna matengenezo. Kitabu kingine nilichoandika kilikuwa resimu ya kitabu niliyoandika
ilikuwa inasema mbinu anazotumia shetani kumshambulia mwanadamu na mafundisho mengine ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika kitabu hiki pia nilikuwa naandika vitu ambavyo vinatokana na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika marekebisho yake Roho Mtakatifu anasema hicho kichwa cha kitabu hicho ibaki hivyo hivyo, lakini ndani yake uandike habari za watu wengi, usiandike habari za mtu moja moja. Kwa mfano, kama umeona labda kuna rafiki yako shetani anapanga mbinu za kumshambulia, usiyokamwandika kwenye kitabu hicho kwamba nimeona rafiki yangu fulani shetani ana mbinu za kumshambulia au anapanga mikakati ya kumshambulia. Roho Mtakatifu anasema jambo hilo haliko vizuri, kwa sababu mtu huyo atakaposoma habari hizo atakuuliza ulimuonaje shetani, au ni wewe ulimtuma shetani. Kwa hiyo anasema kibiblia usiandike habari za mtu moja moja, unapaswa uandike habari za watu wengi. Kitabu kingine pia nilichoandika ni kutafsiri ndoto mbalimbali. Roho Mtakatifu anasema usiandike kutafsiri ndoto mbalimbali, sema kuandika ndoto za kimungu, kuandika ndoto za kimungu, kuandika ndoto za kimungu. Kwa hiyo kwa kifupi vitabu hivi nategemea muda sio mrefu, maana tayari viko kwenye nakala laini au soft copy. Baadaye nitavifanyia marekebisho kama Roho Mtakatifu alivyonielekeza. Vitakaa vizuri na vitachapishwa kwa wakati ambao Mungu anajua. Watu watasoma shuhuda mbalimbali jinsi nilivyokuwa nikipokea vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwa kifupi mambo yamekaa namna hiyo. Lengo ni kwamba watu wajue Mungu ameniita kwa namna gani. Roho Mtakatifu alikuwa akiniambia kitu licho nacho ni kitu kikubwa sana, na vitu hivyo uviratibu vizuri, maana kuna siku watu watakuja watasoma vitu hivyo, watakuja watu watasoma vitu hivyo. Sio hivyo tu. Jambo la pili ni kwamba unapopewa kitu na Mungu sio cha kwako, maana watu wajue kwamba mwaka fulani Mungu aliwahi kusema na kanisa. Maana usipoandika vitu vile vitapotea. Kwa hiyo unapoandika maana vile vitu vitadumu. Roho Mtakatifu ananiambia wewe hautadumu, lakini kanisa litadumu. Mimi sintadumu, lakini kanisa litadumu. Na kama kanisa litadumu, manake lijue mambo ambayo linaambiwa na Roho kupitia mtu ambaye ni wa muda mfupi tu hapa duniani. Roho Mtakatifu anasema kuna leo na kesho hautakuwepo. Kwa hiyo ni lazima mambo hayo uyaweke vizuri, yakae vizuri, na ndio maana nafanya kazi hii, naandika, na rekodi audio, na rekodi video, naweka kwenye YouTube, naweka kwenye mitandao mbalimbali, kwenye Facebook, naweka kwenye mitandao ya aina mbalimbali, ili siku nisipokuwepo watu wajue kanisa liliambiwa nini na Roho Mtakatifu mwaka wa 2022 kupitia mtu wa Mungu ambaye ni mimi Kilumuna Mpanda. Kwa hiyo ninashukuru, ninaamini nitapata ushirikiano mzuri
kutoka kwa watumishi wa Mungu mbalimbali, kutoka kwa watu mbalimbali, na kazi ya Mungu itasonga mbele. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kusikiliza masomo haya au mafundisho haya. Amen. Amina.